Kuna hii taarifa ambayo imekuwa gumzo ikijadiliwa sana sauko kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusu kipofu aliyehukumiwa kwenda jela miaka mingi kwa kosa la kubaka ama kwa namna nyingine kumwingilia kwa nguvu mwanamke kingono. Habari hii imeibua mijadala mingi sana, hasa kule Instagram, Facebook, X na TikTok, kila mmoja akisema lake. Wapo wanauliza kipofu anawezaje kubaka? Itakuwa mwanamke ndo alitaka. Wengine wanahoji kipofu aliona vipi ili kuweza kufanya tukio kama hilo. Wapo pia wanaosema vipofu hawajui kabisa hayo mambo, na wengine wakisema kosa ni kosa, sheria ifuate mkondo. Kutokana na hayo sasa, Mseto Media na sisi tukasema sio vibaya kukuletea wewe mtu wetu wa thamani hapa habari hapa ili kuweza kuijua, lakini pia ili tujadili pamoja mawili matatu na utupe maoni yako. Lakini kikubwa zaidi, kabla sijakupa undani wa taarifa hii, ni uhakikishe umesubscribe ili taarifa zetu ziwe zinakufikia moja kwa moja kwenye simu, kompyuta ama kifaa chako unachokitumia hivi sasa. Bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja unaibonyeza pia. Hii ni channel yako pendwa kabisa Mseto Media, na nyuma Mike na kusogezea taarifa hapa naitwa Limo Grandson. Taarifa ni kwamba mtu mlemavu wa macho, yaani kipofu, aitwa Ivan Birungi mwenye umri wa miaka 44 amehukumiwa kwenda jela kifungo cha miaka 7 kwa kosa la kubaka. Mahakama ya Mukono kule nchini Uganda imemhukumu Birungi kifungo hicho. Mahakama ya Mukono kule nchini Uganda imemhukumu Birungi kifungo hicho baada ya kukutwa na hatia na kukiri kutenda kosa hilo la unyanyasaji wa kingono kwa binti wa miaka 15. Chanzo chetu cha taarifa toka kule nchini Uganda kinasema kuwa Ivan Birungi ambaye ni kipofu alitafuta mtu wa kumsaidia kazi za nyumbani kutokana na ulemavu aliokuwa nao wa kutokuona, ambapo alifanikiwa kumpata msichana huyo ambaye jina limehifadhiwa toka kijijini kwao kwa lengo la kuwa msaidizi wake wa kazi kwa makubaliano ya kumlipa fedha. Msichana huyo aliyeripotiwa kuwa na umri wa miaka 15 anadai baada ya kufanya kazi kwa siku kadhaa, siku moja usiku majira saa 4 akiwa amelala kwenye godoro lake chini na Ivan Birungi akiwa kitandani kwake anapolalaga, ghafla alihama na kumfuata alipokuwa amelala na kumtaka wafanye tendo, na alipokataa alimlazimisha kwa kutumia nguvu. Nikimnukuu, ingawa nilikuwa nimelala sakafuni huku Birungi akiwa amelala kitandani, majira saa 4 usiku alitoka kitandani na kuja mahali nilipokuwa nimelala kisha kunilazimisha kufanya ngono. Nilijaribu kupinga lakini alinishinda nguvu, na baada ya kugundua kuwa nilikuwa bado sijawahi shiriki, yaani bikra, alijigamba akisema atanihudumia kwa sababu ana pesa. Baada ya tukio hilo kutokea, inadaiwa msichana huyo alitoa taarifa kwa watu wa karibu, na ndipo Birungi alipokamatwa na jeshi la polisi na kufikishwa mahakamani. Alishtakiwa kwa kosa la defilement, yaani kumfanyia ngono mtoto chini ya umri wa miaka 18, kwani msichana huyo aliripotiwa mwenye miaka 15. Mtumiwa alihukumiwa kifungo hicho cha miaka 7 baada ya kujikiri mwenyewe mbele ya mahakama, na mahakama kuzingatia kuwa ni mlemavu wa macho, kwani kwa kosa kama hilo ukipatwa na hatia unaweza kuhukumiwa miaka 30 jela au zaidi. Kesi hiyo ilisikilizwa na mahakama na mtumiwa kupatikana na hatia, hivyo akahukumiwa kwenda jela miaka 7. Swala hili la bwana Ivan Birungi ambaye ni kipofu limeibua mijadala mingi sana kuhusu sheria kwa upande wa mtu asiyeona, ambapo kwa upande wa sheria mwanasheria wetu ametujuza kwamba
Hatia haitofautiani kwa mtu mzima au mlemavu anapopatikana nayo, isipokuwa tu ulemavu wake utazingatiwa kufuatia adhabu apewayo. Hii ni sababu ya kupunguza ama kuongeza adhabu, si kuondoa hatia. Katika kesi ya Ivan Birungi, sheria ingeweza kumpa hukumu ya hadi miaka 30 na zaidi, lakini mahakama iliangalia ulemavu wake wa macho na kumpa miaka 7. Hii ni mfano wa mitigation factor, kipengele kinachopunguza adhabu. Pia sheria inasisitiza haki za wahanga. Hata kama mtumiwa ni kipofu au mlemavu, msichana au mwanaume aliyeathirika bado ana haki kamili. Kwa hivyo hakuna msamaha wa kiulemavu. Kosa linachukuliwa kwa uzito unaofaa kulinda usalama wa wahanga. Hivyo mtu anayefanya kitendo hicho ana hatia endapo ushahidi unaonyesha alitenda kwa nguvu au bila ridhaa, bila kujali ulemavu. Kipengele cha kupunguza adhabu kinahusiana na hali ya mtu kama ulemavu, umri mdogo au hali ya akili. Je, mtazamaji wetu una maoni gani au lipi la kuongezea? Tuandikia hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni channel yako pendwa Mseto Media, Juma Mike Limo Grandson. Bwana, kipofu ameweza kwenda jela miaka 7 kwa kosa la kubaka. Bwana mwanangu wa nguvu, kumbuka kubaka ni kosa, tena ni kosa la jinai. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com, tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.